Ukisoma katika Mathayo 6, anakuja na kuambia utafute kwanza ufalme wangu na haki yangu, ndipo ambapo vitu vingine utazidishiwa. Moja kwa moja utakuta unapata picha ya kwamba watu wengi wamejikita na kufocus kwa nguvu kubwa, kwa hekima kubwa, kwa namna isiyokuwa kawaida, kuvitafuta vitu ambavyo Mungu hakuambia kwamba wavitafute, ila aliwaambia kuna kitu kikubwa kikitafuta kikipata, hivyo wanavyovitafuta vitawajiria au vitakuwa ni kama zidisho maishani mwao. So endapo usipojua unatakiwa ukipate kitu gani mbele za Mungu, utakuwa unatafuta kitu ambacho hautakipata, na hata kama ukikipata hakitadumu, na hata kama kikidumu, mwisho wa siku kitakufumbaza hata ukakosa ile haki ambayo Mungu alikutengenezea tokea milele. Ngoja nikusimulie kisa kimoja. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri, kapambana kutafuta vitu vya ulimwengu huu na amevipata vyote, kavipata vyote. Lakini amefika siku akatambua kwamba tayari mimi ni tajiri, na huu tajiri wangu unanifanikisha katika maeneo mbalimbali, na kiuhalisia maisha yangu ulimwenguni sio magumu, ni mazuri tu, lakini kuna kitu nimepungukiwa, natafuta uzima wa milele. Huyo mtu akakutana na Yesu, akamwambia nifanye nini ili niweze kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia unazijua amri? Akamwambia ndio nazijua. Akazitamka pale. Yesu alichokifanya, alimsifia tu yule jamaa. Baada ya kumsifia akamwambia okay, acha kila kitu nitafute mimi. Unajua unajifunza nini kutoka katika hiyo historia? Ya kwamba chochote utakachokipata nje ya misingi ya ufalme, au chochote unachokipata ambacho Mungu alibidi akuzidishie, ila ukitafuta kwa nguvu zako, automatic ukiwa pamoja na Mungu, Mungu havitaki hivyo vitu. Utakuwa ni mtu wa kujihesabia haki. Imagine wewe tajiri, alafu umempokea Kristo wa Mungu, amekupa uzima wake wa milele. Utasema ya kwamba Mungu alinichagua sababu mimi ni tajiri. Mungu alinichagua kwa sababu mimi na uwezo. Aliniona mimi na akili nyingi sana. Kwa ilimgharimu yule jamaa kuacha kila kitu ili aurithi uzima wa milele. So, chochote unachokipata nje ya Mungu, uwe na uhakika utakapomrejea Mungu hata kutaka na hicho kitu. Nini? Ni kwa sababu moyo wake kipindi kati anatumikia vitu vya ulimwengu huko, upo huko. Kwa kama kweli anaruhusu moyo wake ukae chini ya Mungu, Mungu anataka aache yote, aanze na yeye, amtengenezee misingi ya kuwa na vitu vya asili yake. So elewa hicho, mtu wa Mungu, na usidanganywe na mtu yoyote. Usidanganywe na mtu yoyote. Ni mapenzi ya Mungu uyapate yote mara 100 hapo ulimwenguni na kisha uzima wa milele. Ndio maana Petro alimuuliza Yesu, tunaacha vyote. Imagine, ilimgharimu Petro kuacha vyote, na aligundua kabisa aliacha vyote na akaamua kumfuata Kristo. Akabidi aulize kwamba napoelekea pengine maisha yangu yatakuwa magumu hapo ulimwenguni. Imagine nimeacha kampuni yangu ya uvuvi, itakuwaje? Nitaishije? Akamuuliza Yesu, tunakufuata wewe. Tunakufuata wewe kwa sababu ni mfalme na tunajiweka chini ya ufalme wako. Tutapata nini? Akamwambia mara 100 hapa duniani, lakini pia uzima wa milele. So, je, baada ya hapo wakina Petro walipungukiwa? Waliishiwa? Waliishi maisha magumu? No! Mungu aliwapa garantii ya wakaishi hapa duniani kwa mafanikio katika maeneo yote na kutimiza kusudi la Mungu walioitiwa hapa duniani, lakini pia waliupata uzima wa milele. So, mtu wa Mungu, be careful. Angalia namna unavyomwendea Mungu. Shalom.